AM Online TV. Na hayo mapanga watu weshatoleana sana, gari za safu zinatoa mapanga, watu watakuja kuchoka, wilaya itakuwa pabaya zaidi. Kwa gari zetu sie za stafu, wilaya itakuja kaa pabaya, watu watauana. Kama ajali ya kugongwa na gari ndogo inakuja kubwa, tuchukueni tahadhari. Watu wanatoleana mapanga kama wanakwenda kuvua ngogo, kisa abiria. Na we huna haki, ano haki kunamtolea panga. Wilaya hii yanatokea, tunapata malalamiko kwa madereva siku zote, hususan ndugu zetu askari. Tusaidieni asubuhi, wakesha mwaga watu wao ile asubuhi ile, migari huwa inatafuta riziki, ala wapate hiyo sumu, maana si mafuta 1080 lita 20, yule mtu kana papatua na pia kanatolewa panga. Na ndugu zetu mpo, mnatusaidia sie, wanafanya kama vile sijui nchi gani. Hili ndugu zetu askari tusaidieni. Kwa kuja asubuhi sema baguani, asubuhi mtu kanarudi na watu 4, steni kafika, anakutukana wewe msimamizi wa gari. Tufanye nini? Tumeondoka Nungwi Hamburu mpaka hapa darajani 1030 hizi hapa. Gari ya watu 27 au 31. 1030 mafuta yake 1080, mtu kana watoto. Tusaidieni wilaya. Basi siku ya pili ningekuomba wanapoona kwa mmekutolea panga au wanakutishia panga, napokuambia bwana nitakupigia panga, nitakupiga, anapokuelekea kwamba nitakupigia panga, hilo ni kosa kwa sheria zetu. Wetoka zako kituoni karipoti, kwa sababu anapokuwa utulai bila shaka wapo na watu wamesikia, ndio karipoti kituoni, na uzania jeshi la polisi watachukua hatua. Kwanza tumekubaliana kwamba wale wote wanaohusika na bodaboda tuende huko tukaorodheshe. Tukishapata namba nzuri kidogo, tuwasiliane na wenzetu wa mamlaka kwa ajili ya kuwapatia mafunzo, na niwaombe wa mamlaka wakishapatia mafunzo yale pale pale kwenye hicho kikao, basi wale wote ambao watakuwa hawana leseni na vitu vingine iwe kwao ni rahisi, badala ya kufuata hizo huduma hizo mjini. La kwanza. Lakini la pili tunaazimia kwamba afande DTO na mwezio hakuna msamaha, hakuna msamaha. Sisi wiki iliyopita hapo tumekamata boti kama 5, najua na nyingine zinaendelea kuvusha abiria, lakini ilikuwa kwa kila moja adhabu yake kwa mujibu wa sheria ni zaidi ya milioni 9. Baada ya kelele tumeshuka nao nadhani mpaka milioni 7. Ilikuwa 13 Katika zile hakuna hata moja tulioisamehe. Na mimi nikiwa kama mwenyekiti kamati ya ulinzi na usalama, mimi sitasamehe hata moja. Walipe hizo halafu waendelee kuchukua abiria tena, wakichukua siku ya pili sisi tukimnyaka ataendelea kulipa. Kwa hivyo na huko jeshi la polisi naomba tuwe na msimamo huo wa kutusamehe. Kama anapaswa mtu kutolewa risiti kubwa iwe ni kubwa. Lakini kingine ningeomba hapa polisi mko karibu sana na mkurugenzi manispaa. Huyu sijui nadhani, lakini anao waandishi wa habari. Zile risiti kubwa zote mtu jaribu tuwe tunazirusha. Kama mtu anatoa fine 900 inakaribia milioni, lile kosa lake tulitoe ili watu wasikie kwamba jeshi la polisi linafanya kazi. Tusifanye kimya. Ukifanya kimya huko na maana yake na mwingine anakwenda kurejea lile. Alafu na tunaazimia vile hayo mengine yote ya kuyachukua taasisi zetu hizi ziyachukue ili yaweze kufanywa kazi pasavyo. Na maazimio ambayo ameyatoa mheshimiwa wetu mkuu wa wilaya ya Kaskazini na baadhi ya wajumbe ambao wamechangia wana lengo kuu la kubadilisha wilaya yetu. Niwaombe sana tuyachukueni na tuyafanyieni kazi.
lakini kwenye maeneo haya ambayo yana ukanda wa pwani, Nungwi, Kendwa, Matemwe, Pwani Mchangani, ambako kuna vituo vya bodaboda, bajaji, niseme tu kwamba wenye majukumu ya kukusanya mapato sio afisi za sheha wa shehia, wenye jukumu hilo ni manispaa. Na hili tatizo la masheha na manispaa ama waheshimiwa madiwani ni tatizo mtambuka kwenye wilaya yetu, na tunazungumza karibia vikao vyote kwamba kuna hitaji kuwepo semina elekezi ya pamoja baina ya waheshimiwa madiwani na uongozi wa manispaa na masheha, kwa sababu masheha wanafanya majukumu ya manispaa, ambapo sio kwamba yale mapato ambayo wanayakusanya yanakuja huku manispaa ama yanakuja kwa mfumo wa gawio. Hapana, wanachukua kwa their personal interest zao, kwa maslahi binafsi ya kwao wao wenyewe. AM Online TV.